kitabu cha Mathayo sura ya 16 mpaka 19. Kuwa sehemu ya kanisa la Yesu Kristo, sio kuwa sehemu ya kanisa la fulani, uwe sehemu ya kanisa la Yesu Kristo. Mathayo 16, 19. Nitasoma. Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simoni Bayona, kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Nami nakuambia, wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Na lolote utakalolifunga duniani na mbinguni litakuwa limefungwa, na lolote utakalolifungua duniani litakuwa pia limefunguliwa wapi? Mbinguni. Mungu alibariki neno lake. Kuwa sehemu ya kanisa la Yesu, tukajifunza kwamba kanisa ni nini. Tukasema kanisa sio jengo tu la kuabudia Wakristo, maana kuna watu wanaita jengo ndilo kanisa, na Yesu hakumaanisha kwenye mstari wa 18 ya ile andiko ambalo tumesoma ya kwamba nitalijenga kanisa langu wala malango ya kuzimu hayatalishinda. Hakumaanisha kujenga jengo kama hili ambalo tunaliona mahali hapa, bali kanisa ndilo huenda kukutana mahali ambapo wanafanya ibada ya kumwabudu Mungu kwenye jengo. Kwa hiyo jengo silo kanisa, bali wanaokusanyika kwenye hilo jengo ndiyo kanisa lenyewe. Sema amen. Kwa hiyo tukaona hilo kwamba sio jengo la kuabudia Wakristo tu. Lakini namba 2, tukasema kanisa sio dhehebu wala huduma fulani ya kidini, kwa sababu sio wote wanaokusanyika kwenye makusanyiko ambayo wanamwabudu Mungu ambao wana sifa ya kuitwa kanisa. Sio wote wanaokusanyika wanaosema ninaenda kanisani, ninakwenda ibadani. Sio wote ambao wanakusanyika wanakuwa na sifa za kuwa kanisa la Yesu Kristo. Soma Petro wa kwanza mstari wa 2, sura ya 2. Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9 na wa 10. Petro wa kwanza, waraka wa kwanza wa Petro sura ile ya 2 mstari wa 9 nasema, bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa miliki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake, yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Ninyi mliokuwa kwanza sio taifa, bali sasa ni taifa la Mungu, mliokuwa hamkupata rehema, bali sasa mmepata rehema. Kwa hiyo kanisa sio dhehebu wala huduma fulani ya kidini ambao wana tabia au desturi ya kukusanyika pamoja, maana sio makusanyiko yote yanayoitwa ni ibada, yanayoitwa ni makanisa ambayo yana sifa za kuitwa kanisa la Yesu Kristo. Lakini kanisa ni moja, nalo halina mawaa wala makunyanzi, na wala sio wanakusanyika na kujiita kanisa au kuitwa kanisa. Kanisa ni moja, hilo kanisa ambalo halina mawaa wala makunyanzi. Sio wale wanaoitwa Wakristo, wanaoitwa kanisa au wanaojiita. No, naomba asifungulie Waefeso 2:25-27. Waefeso 5:25-27.
linaweza sawa kuitwa kanisa, lakini likawa la mtu fulani, likawa biashara ya mtu fulani, na wala haliwezi, kama ni biashara ya mtu au ni kanisa la mtu, hilo haliwezi kuwa kanisa la Kristo. Unaweza mkakusanyika kanisa likawa kanisa, likaitwa kanisa, lakini halina sifa ya kanisa. Kanisa lisilotembea, lisilojali maisha ya mtu ya roho, ya rohoni, hilo silo kanisa. Kanisa ambalo halijali maisha ya mbeleni mwa mtu huyu, kwamba anakwenda wapi, ataishi wapi baada ya maisha haya, hilo silo kanisa. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Kwa linaweza likawa kanisa la Matei, kanisa la mchungaji fulani, kanisa la mtume fulani, kanisa la aposto fulani, kanisa la mwinjilisti, lakini sio kanisa la mtu, sio kanisa la Yesu. Mungu atusaidie. Na bahati mbaya makanisa ya watu ndio ya watu wanayapenda sana kuliko kuwa kanisa la Yesu. Na wengi ambao wametengwa kwenye makanisa ya Kristo ndio wakakataa kutengwa, ndio wakakimbilia kule. Waliosaidiwa kuonywa wakakataa kuonyeka, ndio wamekimbilia kwenye makanisa ya watu binafsi. Kwa naweza likawa kanisa la Matei, sio kanisa la Yesu Kristo. Kujiita kanisa, kuitwa kanisa, sio kumaanisha ni kanisa la Yesu. Mungu atusaidie. Narudia, Mungu atusaidie. Soma Waefeso 5:25-27 kama ndio Bwana. Enyi waume, wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa, akajitoa kwa ajili yake, ili makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji, ili kwa kusudi alitakase kanisa na kulisafisha kanisa, apate kujiletea kanisa tukufu, apate kujiletea kanisa tukufu, lisilo na hila wala kunyanzi wala lolote kama hayo, bali liwe takatifu, lisilo na mawaa. Kanisa la Kristo ni kanisa takatifu. Ukiona unaishi ndani ya kanisa maisha yako ni machafu, maisha yako hayalengi utakatifu, umeshaondoka nje ya kanisa. Hata tukikuita ni mshirika wa hilo kanisa, wewe sio mshirika. Maana uzuri mmoja, jamani, Bwana Yesu asifiwe. Leo najitahidi kufundisha ili kila mmoja anielewe uzuri. Pale kwenye mlango wa mbinguni hata simama mchungaji, hata simama askofu, hata simama aposto, prophet, nabii, wala aposto, mtume. Yule unayempenda, unayemheshimu, hata kuwepo pale, wala askofu mkuu hata simama kwenye lile lango. Watasimama watu wengine tofauti ambao hawajawahi kuzaliwa kwenye nchi, hawajawahi kuzaliwa kwenye hii dunia. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Watasimama malaika wasio na huruma, wamepewa agizo moja tu, asiingie mtu ambaye hajasafishwa na damu ya mwana kondoo na ameochwa na damu ya mwana kondoo, na kwa sababu hiyo hana mawaa wala makunyanzi. Sema amina. Ndio peke yao ambao wataingia. Hata kuwepo Matei, hata kuwepo mtume fulani, hata kuwepo nabii fulani, wala askofu fulani, wala mwangalizi fulani pale, hata kuwepo. Watakuwepo malaika wa Bwana wenye kila aina ya sifa waliopewa, ndio watakaokaa kwenye lile lango. Hautapendelewa na pasta wako uliyempenda, aliyekukumbatia pale, hata kuwepo naye, hata kuwepo kwenye foleni. Kwa hiyo huna wa kukutetea, huna wa kukutetea kwenye lango lile. Mahali pa kujiweka sawasawa ni sasa ukiwa kanisani. Bwana Yesu asifiwe.
upate kujiletea kanisa lisilo na mawaa. Unajua kuna watu wanaishi tu wanavyotaka. Mpendwa, nitakuvumilia kwa sababu ni mwanadamu, lakini kule hutavumiliwa. I'm telling you, kule hutavumiliwa. Kanisa la Kristo lisilo na mawaa wala makunyanzi. Mungu wetu ni mwema. Narudia, Mungu wetu ni mwema. Kanisa lina sifa na tabia zake. Pana pale linapokosa sifa na tabia hizi, kamwe haliwezi kuitwa kanisa. Kamwe haliwezi kuitwa kanisa kama sio ukuhani wa kifalme, taifa takatifu la Mungu, watu wa miliki ya Mungu. Huwezi kuitwa kanisa. Haijalishi ni kubwa kiasi gani, haijalishi lina maelfu ya watu, haijalishi lina vyombo vikubwa kiasi gani, haijalishi chochote. Kanisa lazima liwe na kanisa lisilo na mawaa wala makunyanzi. Jamaa kaimba, mimi ni mgeni dunia napita, najitafutia mali ya mbinguni, malaika wana niita mbinguni, sasa hii siyo nchi yangu tena. Bwana wangu ni rafiki mwema, nisipofika juu nifanyeje Bwana? Malaika wana niita mbinguni, sasa hii siyo nchi yangu tena. Yesu alikwenda mbinguni kwa Baba, nitamwamkia kwa mkono wangu, ananisubiri nifike ng'amboni. Sasa hii siyo nchi yangu tena. Bwana wangu urafiki mwema, nisipofika juu nifanyeje Bwana? Malaika wana niita mbinguni, sasa hii siyo nchi yangu tena. Haleluya, kanisa la Bwana. Bila sifa hutaingia kwenye lango lile, hutaingia kwenye mji ule, hutapenya kwenye lango lile. Lazima uwe na sifa ambazo wanasema hata Watanzania wenye makampuni yao wanasema vigezo na masharti lazima vizingatiwe. Kama wanajua hivyo, kama ukiweka vocha ya Voda kwenye Tigo inakugomea, ukiweka kadi yako ya ATM wama umeifungulia CRDB ukaiweka kwenye benki ya NBC, inaitema hiyo kadi, inasema sio mwenzetu huyo. Itakuwaje siku ile? Itakuwaje siku ile? Mwanangu, jua ya kwamba umejiunga na hili kanisa, lazima uwe na sifa za kanisa. Kuwa sehemu ya kanisa la Yesu. Kanisa lina matokeo. Kanisa ni matokeo ya ile kazi ya msalaba, ya kuharibu kazi ya shetani ndani ya mtu na kuachilia nguvu ya msamaha wa dhambi kwa njia ya kukubali kuzaliwa mara ya pili. Kanisa ni matokeo ya kazi ya msalaba. Ndio maana tunakuwa na ushirika wa meza ya Bwana, na ndio maana tunakuwa na ushirika wa meza ya Bwana, maanake tunakumbuka kazi ya msalaba, tunakumbuka mateso yaliyopata Yesu kwa ajili yangu, jinsi alivyovuliwa nguo Yesu akawa uchi Yesu kwa ajili yangu, alivyotemewa mate kwa ajili yangu Yesu, alivyofanyiwa dhihaka kwa ajili yangu. Wala kustahili Yesu, alikuwa ni mwana wa Mungu, alikuwa ni Mungu mwenyewe, alikuwa ni mwenye mamlaka yote. Alipohitaji kutembea kwenye maji, hakuhitaji meli wala mashua, alitembea kwenye maji. Alipohitaji
alipohitaji kulisha mamia ya watu, hakuhitaji mamia ya mikate 5 akaibariki, watu wakashiba. Alipohitaji uhai wa mtu aliyekufa, hakuhitaji kwenda Apollo India, alitamka Lazaro toka nje, Lazaro akatoka nje akiwa mzima. Huyo alikuwa na mamlaka yote. Lakini kwa nini aliyapata haya? Ni kwa sababu ya kumpata mtu anaitwa Matei, kumpata mtu ambaye alikuwa amekaa kwenye shimo la dhambi, aliyokuwa hafai, aliyokuwa amechafuka, aliyokuwa hajastahili. Lakini leo tunahubiri hapa kwa sababu ya neema ya Yesu. Leo tuko hapa kwa sababu ya neema ya Bwana. Wapendwa, niko hapa, ninapohubiri hapa ni kwa ajili ya neema ya Yesu tu. Kwa hiyo leo lazima, ndio maana ninaposema kanisa ni matokeo ya kazi ya msalaba. Haleluya, haleluya! Ni matokeo ya kazi ya msalaba. Na hapa baada ya kuachiliwa msamaha, baada ya kuachiliwa nguvu ya msamaha wa dhambi, ili kwa njia ya kukubali kuzaliwa mara ya pili nikafanywa familia ya Mungu, nikafanywa mtoto wa Mungu, ninamilikiwa na Mungu mwenyewe. Nasema namilikiwa na Mungu mwenyewe. Hata mke wangu hanimiliki mimi, wala mimi simmiliki mke wangu kwenye ishu ya rohoni. Ninamilikiwa na Mungu. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Tunamilikiwa na Mungu, hatumilikiwi na maaskofu wala mitume wala manabii. Tunamilikiwa na Mungu mwenyewe. Tulipofanyika familia ya Kristo, tulipofanyika watoto wa Mungu aliye hai, jamani, jina la Bwana libarikiwe. Tukapewa nembo ya utakatifu. Nasema tukapewa nembo ya utakatifu. Nasema tena tukapewa nembo ya utakatifu. Hiyo haijizio wala alikukaa jopo la wanadamu ya kwamba Matei apitishwe. Mbingu ilipitisha kwa ada ya kazi ya msalaba, kwa ada ya kazi ya msalaba. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Nikafanyika familia ya Mungu. Sio mimi ninayeishi, bali Kristo ndani yangu. Sio mimi ninayeishi, bali Kristo ndani yangu. Sio mimi ninayeishi, haleluya, bali Kristo ndani yangu. Sio mimi ninayeishi, bali Kristo ndani yangu. Oh, you high, you high, you high, haleluya, you high ndani yangu. Sio mimi ninaishi, haleluya, bali Kristo ndani yangu. Yule alionekana hafai, yule aliyekuwa ameshindikana, leo damu ya msalaba, kazi ya msalaba, neema ya msalaba imemtakasa, imemponya, imemzaa upya. Leo aliyekuwa cha pombe, leo ni mtakatifu. Aliyekuwa kahaba, leo ni mtakatifu. Aliyekuwa mganga na mchawi na mshirikina, leo ni mtakatifu. Hai, yu hai, hey, yu hai ndani yangu. Sio mimi ninayeishi, haleluya, bali Kristo ndani yangu. Hebu tuthibitishe hilo kwenye Wagalatia 2:20, nasemaje? Nimesulubiwa pamoja na Kristo, nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, wala si mimi tena, bali Kristo yu hai. Bali Kristo yu hai wapi? Ndani yangu. Hilo ndilo kanisa.
Narudia, hilo ndilo kanisa. Tikise mwenzako, hilo ndilo kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Na hili ndio kanisa ambalo atakuja kulichukua, atakuja kulichukua. Yohana 14 mstari ule wa 10 wa kwanza anasema, msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningeliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe wapi? Sema kwangu kwa sauti. Kwangu. Sema kwa sauti, watakaokaribishwa siku ile. Ili nilipo mimi nanyi. Hilo ndilo kanisa. Sio wanaokusanyika, sio wanaoimba kwaya, sio walio na kwaya nzuri, sio wenye praise nzuri, sio wenye waimbaji wazuri, sio wenye majina makubwa mazuri, sio wenye majengo makubwa, bali waliotakaswa na damu ya mwana kondoo na wanatembea na ile kazi ya msalaba. Sema amen. Sema amen. Ndilo ambalo kanisa litakalokuja kuchukuliwa. Na niseme kanisa, Yesu hayuko mbali. Narudia tena wapendwa, tafuteni pesa mkijua Yesu hayuko mbali. Kuna wengi hapa tutawaacha. Kuna wengi hapa tunaabudu pamoja, tutawaacha. Hata kuwepo pale hewani parapanda itakapopigwa. Kule hatuendi na mwendo kasi, kule hatuendi na sijara, kule hatuendi na ndege. Automatically mwili wako utabadilishwa, kufumba na kufumbua. Parapanda itakapopigwa, Yesu akiwa pale juu hewani na jeshi kubwa la malaika na watakatifu waliotangulia, atakuja nao. Atakapoipiga parapanda, automatically ulikuwa umekufa. Ukiwa umekufa, ukiwa mtakatifu, mwili wako kufumba na kufumbua, utapewa mwili mpya ili umlaki Yesu pale juu. Kama utakutwa uko hai, kufumba na kufumbua, sikiliza kanisa la Bwana, hakuna kuamka kuvaa nguo. Huyo mume unayehangaika naye utamwacha. Huyo mwanamke unayeringa naye hata unasahau kuomba, hata unasahau ibada, utamwacha one day. Siku moja tu utamwacha. Aulize makamani, wajifanye tu kama zimefyatuka, haziko. Mwambie mwenzako, Yesu anarudi. Kuwa sehemu ya kanisa, kuwa sehemu ya kanisa. Sema kuwa sehemu ya kanisa. Maana tupa maana ya kwamba kanisa ni watu walioitwa na kutengwa. Ni watu walioitwa na kutengwa, eklesia Kiyunani. Watu walioitwa na kutengwa, wakaondolewa kwenye dhambi. Ndio maana kuna makanisa mawili. Unajua kuna makanisa mawili tutakao kutana nao siku ile. Kuna kanisa la jangwani na kuna kanisa la... Kuna mtu ananielewa? Kuna makanisa mangapi? Kuna kanisa la jangwani na kuna kanisa la agano la neema. Kanisa la jangwani lilitembea na sheria. Kanisa la agano jipya, kanisa la wakati, linatembea na nini? Na neema ya Bwana. Ndio maana hata siku ile Yohana akiwa kwenye kisiwa cha Patmo akawaona watu wanaimba wimbo wa Musa na mwana, wimbo wa kanisa la kwanza na kanisa jipya, wimbo wa Musa na mwana kondoo. Ashukuriwe Mungu, kanisa la kwanza halikukamilishwa bila kanisa la pili. Ndio maana kanisa la pili likakamilisha kanisa la kwanza. Jina la Bwana libarikiwe. Ndio maana siku ile inakuja, hata waliokufa wakiwa kwenye sheria lazima wapate nafasi ya kumwabudu Yesu. Watupe taji zao mbele za Bwana, wamwambie Yesu unastahili, Yesu unastahili, Yesu ni Bwana, Yesu ni Mwokozi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kanisa la Bwana ndio ambao tutakaoungana nao kwa ajili ya kuingia kwenye harusi ya mwana kondoo.
Mwambie mwenzako kwa Kihehe, be careful. Sasa kanisa ni chombo cha Kristo. Ndio maana namba moja, kama ni chombo cha Kristo, namba moja, lazima liwe tayari kumtii na kumheshimu mwenye kanisa ambao ni Yesu. Lazima liwe tayari kumtii na kumheshimu mwenye kanisa ambaye ni Yesu Kristo, kama chombo cha Kristo. Anasema kwenye Samueli wa kwanza 15:22. Tuone andiko hapo. Nitasoma. Amen. Naye Samueli akasema, je, Bwana huzipenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu sawasawa na kutii sauti ya Bwana? Angalia, kutii ni bora kuliko dhabihu na kusikia kuliko mafuta ya beberu. Bwana huzipenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu sawasawa na kuitii sauti ya Bwana. Angalia Bwana, angalia, kutii ni bora kuliko dhabihu na kusikia kuliko mafuta ya nini? Kuna watu wanafikiri sadaka zao zinaweza kumhonga Mungu. Wapendwa, utamuhonga Matee, utamuhonga Mungu. Utamuhonga mtume, utamuhonga Mungu. Utamuhonga. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kanisa la kweli liwe tayari kudhihirisha utukufu wa Kristo ndani yake. Kwa lazima liwe tayari kutunza uwepo wa Roho Mtakatifu ndani yake. Namba tatu, kanisa la kweli la Kristo lazima liwe na njaa na kiu ya kuona Roho Mtakatifu akidhihirika ndani yake. Kanisa la kweli linatamani kuona madhihirisho ya Roho Mtakatifu ndani ya huyo mshirika, ndani ya kanisa, ndani ya hiyo huduma. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Namba 4, kanisa la kweli la Kristo litatafuta kuongeza imani kila siku. Luka 17:5-6. Wanafunzi wa Yesu wanamwomba waongezewe imani. Unaomba nini? Hebu soma hilo andiko. Luka 17:5-6. Au atakayepata mwingine asome haraka na mwingine atanisomea Petro wa kwanza 2:2. Petro wa kwanza 2:2. Luka 17:5-6. Nisome hilo andiko na malizia. Luka 17:5-6. Nikasoma. Mitume wakamwambia, Bwana, tuongezee imani. Bwana, tuongezee imani. Bwana akasema, kama mngekuwa na imani kiasi cha punje ya haradali, mngeuambia mkuyu huu ng'oka ukapandwe baharini, nao ungewatii. Imani iliyokufanya ulikuwa usalimiwi, utasalimiwa. Imani itakufanya uliokuwa unaachwa uanze kutafutwa. Imani inafanya mambo yaliyo kuwa hayaonekani yaanze kuonekana. Kwa hiyo omba Bwana aongeze imani yako. Imani ni mtaji, mwanangu. Acha kuomba mambo ambayo hayana maana. Yesu akasema kwenye Mathayo 6:33, tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na mengine yote mtazidishiwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na kanisa la kweli litapenda mafundisho. Kanisa la kweli litapenda mafundisho. Bahati mbaya, kanisa la leo halipendi mafundisho. Kanisa la leo halipendi mafundisho, lakini kanisa la kweli la Yesu litapenda mafundisho ya kweli ya neno la Mungu lisilogoshiwa. Leo watu wanapenda mafundisho yaliyogoshiwa, ndio wanayasapoti kwa nguvu kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Kulijua neno la Mungu itakusaidia kujua ukweli kumhusu Mungu, lakini pia neno ni kinga ya kwako. Lakini pia Daudi kilichompa kushinda ni kule kuwa na kiu na njaa ya neno. Kwa hiyo lazima kanisa la kweli liwe kwenye hali ya kutembea katika kupenda mafundisho. Daudi alipenda. Nami nakuita asubuhi ya leo ninapomalizia, Mungu akupe neema kama kanisa lijue. Jamani, tuko pamoja, kanisa la Bwana. Ndio kanisa la Bwana, tuko pamoja. Kanisa la kweli la Yesu ni kanisa lenye ushindi, na kamwe malango ya kuzimu hayatalishinda hili kanisa, na hili ndilo Kristo alichokusudia.
kanisa la kweli halitashindwa na malango ya kuzimu. Leo inawezekanaje unashindwa mwanangu na malango ya kuzimu? Unapigwa kila inapoitwa leo, unapigwa mweleka kila inapoitwa leo. Hii kwa sababu hujasimama, hujajiunga na kanisa la kweli, umejiunga na dini. TAG ni dini, EAGT inaweza ikawa dini kwako. Yesu jiunge naye, ndiye mwenye kanisa ambalo halina wala makunyanzi. Unaweza ukawa umejiunga na mwanadamu lakini sio Yesu. Moyoni mwangu nimembeba Yesu, moyoni mwangu nimembeba Yesu, nimebeba jina kubwa inalosifiwa na wote, yanipasa sasa itende mema. Moyoni mwangu nimembeba Yesu, moyoni mwangu nimembeba Yesu, nimebeba jina kubwa inalosifiwa na wote, yanipasa sasa itende mema. Moyoni mwangu, moyoni mwangu nimembeba Yesu, moyoni mwangu nimembeba Yesu, nimebeba jina kubwa linalosifiwa na wote, yanipasa sasa itende mema. Moyoni mwangu nimembeba Yesu, moyoni mwangu nimembeba Yesu, nimebeba jina kubwa linalosifiwa na wote, yanipasa sasa itende mema. Ni rafiki wa karibu, rafiki wa moyo wangu, aliyenipenda mwanzo tena akanifia. Moyoni mwangu mwenzenu nimembeba Yesu, yanipasa sasa itende mema. Moyoni mwangu nimembeba Yesu, moyoni mwangu